mngalimjua na Baba, tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Filipo akauliza tena, Bwana, tuonyeshe Baba, yatutosha. Kwa Kiswahili kingine, hatujaridhika, hatukuelewi. Yaani akili inamwona ni Yesu. Amen. Amen. Akili inamwona ni Yesu. Alafu ndio akili nasema huyo ndiye mwenyewe, huyo ndiye Baba. Lakini rohoni unafanyaje? Unakataa. Rohoni unakataa kwa sababu si bado hawajafunuliwa. Kwa hiyo kuna watu wanaabudu katika mwili, lakini wapo katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwa katika mwili unapata mafunuo ya kiroho yatafichwa. Hao wanaoabudu katika mwili wana nabii wa kimwili. Nabii wa kiroho hawamtaki. Mchungaji wa kiroho hawamtaki. Mwalimu wa kiroho hawamtaki. Haleluya. Mwili hautaki kweli. Mwili unataka uongo. Mwili unataka ujanja. Haleluya. Mwili unataka sura mbili, sura tatu. Lakini roho inataka sura moja. Inataka njia hiyo nyooka. Amen. Sasa wewe unatuambia Baba maana yake ni kwamba Mungu. Ina maana wewe ndio Mungu? Hapana, tujatosheka. Tuonyeshe Baba. Sasa nawauliza nyie, Yesu angeonyesha Baba? Baba ni roho. Amen. Baba ni roho. Na roho yuko wapi? Yuko ndani yako. Amen. Sasa Yesu anajibu, nauliza Filipo, mimi nimekuwa nanyi siku hizi zote, msinijue tu. Kwa Kiswahili kingine, hamjanijua. Hamjanielewa ninyi, nimekuwa nanyi siku zote za hamjanielewa. Kuna watu hata wafundisheni humu hawaelewi. Amen. Ni matomaso. Anaambia aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe wasemaje? Kwa Kiswahili kingine, zaidi ya mimi hakuna mwingine. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Ndio top. Ukiacha imani unaenda kwenye miungu. Unaenda kuabudu sanamu. Utashangilia utaruka. Nampenda, kumbe ni sanamu iko hapo mbele. Hakuna Yesu wa kweli hapo. Maana Zaburi 72:1 inasema Mungu husimama katika kusanyiko la Mungu na katikati ya miungu anahukumu. Kwa hiyo yako makusanyiko ya miungu, katika yako makusanyiko atayahukumu. Mtu mmoja